Mtazamaji, tumefululiza moja kwa moja hadi eneo la Suneka katika gatuzi la Kisii, ambapo mgeni wetu hii leo katika kabla watambe na kisa chake na simulizi la kwake ni la pengine kuhuzunisha na vile vile kuwapa moyo wale kidogo ambao wamekufa mioyo hasa kutokana na ule ugumu wa maisha. Kwa hivyo nite Edwin Mokaya, na bila kupoteza wakati wacha nimpatie fursa hii ili aweze kujitambulisha na pengine atuambie maisha ya kwake, jinsi alivyozaliwa, alipolelewa, maisha yake shule ya msingi, pengine na sekondari. Kwa majina ninaitwa Molly Kemunto. Nimesaliwa presi inaitwa Gesusu. Gesusu ndio nyumbani mahali panaitwa St. Max Mukorogoino. Nimelelewa kwa familia ambayo ni ya watu ambao hawako wanaenda kanisani, lakini sasa hivi wameanza kuenda. Kwa hivyo mimi ni mtoto wa 5 kwa ile familia. Nilipata achari mwaka wa 2010. Kabla hiyo umeniuliza shule, acha niseme shule nimesoma shule ya St. Max Mukorogoino. Hiyo ni primary. Baadaye nikasoma Welcome Nairobi, Ruai. Yeah. Ulishamaliza pengine niulize kidato cha 4? Nilimaliza nikafanya course ya beauty. Sasa mimi ninakuanga beautician. No wonder you're beautiful. Thank you. All right. Hujatueleza bado, nilikuwa na expect ueleze kidogo kuhusu maisha yako huko background. Unajua kuna wengi wanakuona umetamba, unaimba nyimbo nzuri, lakini bado hawajui ulitokea wapi. Pengine na Okay, mimi sikuwa mwimbaji kitambo. Lakini nilikuanga ninafanya mambo ya beauty. Na pia nilikuanga mwanariadha. Nilikuwa nakimbia. Sana. Ile shule inaitwa Kiomiti 44 ways kwa nyumbani kwetu. Yeah. So mbio ungenishinda. Pengine kitambo mwili wako haukuwa umenenepa hivyo. Nimeona sababu ya kukaa kwa wheelchair. Nikitamani sana kuona picha za kwako ukiwa pengine darasa la hiyo wakati ulikuwa mwanariadha. Nilikuwa mdogo sana. Na pale Nairobi ulipomaliza pengine kidato cha 4 ulijishughulisha na kazi gani? Nilikuwa nafanya kazi ya salon. Yeah. Umeajiriwa, umejiajiri? Nilikuwa nimeajiriwa. Wanafanya salon ya Kiraito Murungi. Nilikuwa Nairobi town. Okay. Yeah. Wow. So ulimaliza mwaka gani? Kumaliza shule. Ilikuwa 2006. And 6. Yeah. Kwa hivyo sasa kuna kisa chako ambacho wengine wanajua, kuna wengi hawajui kuhusu simulizi la kwako. Ilikuwaje pengine, ilikuwa mwaka gani? Ilikuwa sasa ndio nimetoka nimeenda Nairobi. Mwaka wa 2010. Nikienda 2010. Ndio nilikuwa nimepanda motorbike kutoka town nikienda kwa nyumba. Press nilikuwa naishi ilikuwa inaitwa Syokimau Mombasa Road. Hapo ndio nilianguka na motorbike. Ikaniumiza huti wangu wa mgongo, lakini sikujua nimeumia spinal cord. Mgongo ilikuwa imecrack. Wakati nilienda Kenyatta National Hospital wakafanya x-ray, wakasema hawataifunga, watanipatia diclofenac. Niwe ninakunywa mpaka nipone. So nikienda kazini, nikipanda stairs nasikia nguvu zinaniishia. Hapo ndio nili notice ya kwamba nerves zilikuwa zimefinywa kwa spinal cord, so communication ikakatika. Kuanzia hapa kwenda chini. Nimekaa saizi ni mwaka wa 12 nikiwa kwa wheelchair. Miaka 3 nimespend Mall Hospital. Pengine tusienda hapo kwanza. Wakati ulipata hiyo ajali, ulifeel aje, like ilikuwa so lethal? Ulienda hospitali immediately ama kesho yake? Wakati nilianguka niliamka nikilimbu. Natembea ni kama nasikia maumivu, lakini sikujua mgongo nimeumia. So uwezo ulienda ukipungua. Yeah. Naam. Alafu mtu wa bike yeye vile mlimalizana alianguka alienda zake. Naam, sasa keshowe ulipata imezidi kisha ukaenda hospitali? Nikaenda hospitali nikaambiwa nilikuwa na crack kwa mguu.
wakati walifanya x-ray walipata niko na crack. So baadaye ndio wakaniambia niwe natumia diclofenac, hiyo ni painkiller. Wakasema juu that time nilikuwa young, hiyo mfupa itamea. Hivyo sasa kumbe sasa spinal cord sikusikia immediately niende kupimwa. So kumbe kuna nerves zilikuwa zimefinywa. Nikaanza kufa hivyo nusu. Yeah. Na msa ulipotoka pale hospitalini umepewa utumie diclofenac, what happened the next? Nilikuja nikaanza kutumia dawa. Hizo tu diclofenac? Yeah. Nikitembea nikakuwa ninashindwa kutembea. Nikapigia kazini yangu nikamwambia nimeanza kukufa ganzi. Akaniambia maybe ulipiwa some things zikaumia. So kitu ufanye kuja mpaka Molo tukusugue na dawa ya kienyeji. Kazini yako ni daktari? Hapana. Ile ya ukiumia akaniambia maybe tukikusugua na dawa za kienyeji unaweza pona. Yeah, waso nikapanda gari nikaenda mpaka kwake. Anaishi pale Kibunja Molo. Kushuka pale nikashindwa kushuka kutoka kwa gari sababu saa communication ilikuwa imekatika kabisa. Sasa wananiangalia niko sawa, wanashindwa kwa nini nisishuke. Wakinibeba nilikuwa mzito tu, uwezo umeisha kabisa, miguu hata sisikii. Ndio wakanipeleka hospitali ya Molo. Molo that time hawakuwa na facilities, wakaniambia wanipeleke Nakuru Provincial Hospital. Nikaenda pale nikapata matibabu. Wazazi wakakuja wakasema Nakuru ni mbali, nilete hospitali ya karibu. Alafu nikuulize nikukatize kidogo. Ulipoenda pale Nairobi, ulikuwa unaishi kwako umejitegemea ama ulikuwa unaishi kwa relative pengine? Nilikuwa naishi kwa relative. Yeah. Na huyo ndio hiyo kazini yako mwenye sasa ilikuwaje au relative wao walikwambiaje before kazini yako akuite pale Molo? Waliniambia ya kwamba niende hapo Molo nijaribu kusuguliwa nione kama hizo veins zinaweza kuwa straight, damu itembea. Then wazazi sasa wameingia ndani? Wakakuja wakaniambia ya kwamba nifanye nini, ni kuja hospitali ya karibu ili niweza kutibiwa. Hawakuwa na pesa. Nikaenda nyumbani, nikakaa nyumbani. Sa communication ilikuwa imekatika, singe feel wakati mkojo inatoka nini. Nikaanza kushikwa na bed sores ambazo zilikuwa mbaya sana. So bed sores zilienda deep mpaka zikaguza mifupa. So nilikuwa supposed ni wani repressia na wanifanyie grafting wakati nyama wa feel kwa zile shimo, lakini kuwezekana juu hakukuwa na pesa. Wazazi wakakaa na mimi wakachoka. Wakati walichoka wakaniabandon hospitali. Yeah, ndio wakati niliita rafiki yangu mmoja akaja, anaitwa Rutu Nyabonyi. Akakuja akanichukua Kenyatta Hospital. Apelekwa pale nika outpatient for 1 week bila kuhudumiwa. Nikawauliza nitafanya nini. Wakaniambia ya kwamba wakaambia yule mwenye alinipeleka pale ya kwamba nirudishwe nyumbani, ningoja siku zangu zifike ili niweze kufanya nini, nikufa. Mimi sasa si kuwa mwimbaji. Yeah. Akasema hivyo? Okay. Si kuwa mwimbaji. That is the time. But nilikuwa na talent. Watu walikuwa wananiambianga you have a talent, you can sing. Hapo ndio nilisema God, nipatie second chance venye alipea Hosea ili niweze kumtumikia Mungu. So from there ndio nikakuja nikaanza kuandika nyimbo. Wimbo wangu wa kwanza ambao nimeandika unaitwa Omote, na watu wasema there is hope for a tree that has been cut down, it will sprout again. Okay. So hiyo ndio song yangu ya kwanza niliandika. Ngoja kidogo nikukatize. Pengine tutaanza kwa song yako ya kwanza. Kuna mengi nitakuuliza kuhusiana na wimbo wako wa kwanza. Wazazi walipokuwa abandon kidogo kuna hapo sijaelewa vizuri. Walipokuwa abandon walikuambia ana kwa ana ama they just went? No, they went.
And then ukabaki tu bila yoyote? Nikabaki bila yoyote hospitali. Na the cousin mwenye alikuwa amekuita sasa huyo ndiye alikuwa anakuja na yeye akafika akachoka. Unajua I stayed there 3.5 years. So mtu anaweza choka tu. Walichoka, nikabaki peke yangu. Yeah, I stayed there, sikuwa na uwezo. Nilikuwa mnyonge sana. But kuna daktari wenye walikuwa wananisaidia sana. Mmoja anaitwa Trusira, mwingine anaitwa Richa. The management of the hospital walijaribu sana kumanage zile bed sores nilikuwa nazo mbaya sana. Wanipatia antibiotics. Na damu pia ilikuwa inaisha, so nilikuwa naongezwa damu. Damu nikienda Moro ilikuwa 2.6. So heartbeat yangu ilikuwa inapiga off, wananistua, ninakuwa high. That's why nimeimba ile wimbo na beirengo wa inkoboka na beirengo tara are na nyasaye korendo ya wayeno bonge mono tata one eronda ire tata one eronda ire. It means Mungu alikuwa upande wangu. Na niye alinisaidia kunileta umbali huu. Yeah. Kwa hivyo ulikaa 3.5 pale Molo. And then ulianza kuandika nyimbo za kwako. Yeah. And then pengine nikuulize swali, by that time ulikuwa na familia ya kwako wewe? Sikuwa na familia. But nilikuwa na mtoto. Mtoto wangu mkubwa nilimzaa underage. Yeah. But alikuwa mdogo that time. Sijui sasa ni anakuanga aje mtoto wangu. Alikuwa uzwe na my parents, lakini nika request mtu mmoja akampeleka kuna orphanage iko pale Nakuru inaitwa Tumaini. Akakaa pale for many years. Mpaka kitambo nitoka hospitali nigeni nipate nguvu ndio nikamtoa hospitali. Orphanage. Yeah. Ndio nikamtoa pale kwenye orphanage. And then wazazi, how did you know? Wazazi walikuja wakakwambia like waka request, can we now sell the kumuuza? No, ni mtu aliniambia. Akaniambia ya kwamba wanataka kumuuza. So but nikawa walikosa matumaini wakaona ya kwamba sitakuwa high tena. Naam. Yeah. Okay. Sasa ndio nikaambia yule ambaye alikuwa anachunga mamake, nikamuuliza na mtoto wangu sio nitamsaidia. Nilikuwa nampea story. By the way, me I normally talk. Ninaambia watu shida yangu. So hiyo mdomo yangu ndio imefanya nikasaidika hata kutoka hospitali, ndio imenifanya nimesaidika. So venye niliongea nikamwambia mtoto wangu ako na shida, ningetaka asome. Juu watu walikuwa nakufa hospitali leo night, mimi nijua hata mimi nitakufa. Hata madaktari nikitoka hospitali walisema kwa watu wenye tulifikiria watakufa ni wewe. So niliona tu ni mkono wa Bwana ili nilinda huo wakati wote. Amen. Wakati sana nilitoka ndio wakachukua mtoto, wakati nilitoka nikakuja nikaanza kuimba. So I used to sing hiyo song ya Omote na watu wasemeria ninauza. Nikiuza ndio ninapata pesa kidogo za kujifanya nini, za kujisaidia. When I was in hospital nilikuwa naandika 2 songs. Wakati niliandika madaktari wakasema you have a talent, from here at least you can start something. Unaweza enda uimbe. Wata pesa wao ndio walinipatia ya saa kwenda studio. Wow. Yeah, ndio walinipatia. Na juu nilikaa sana hospitali, sasa nimeanza kupona, hospitali ikakuwa kaa nyumbani. Sasa nilikuwa natoka kuna youths wa Molo. Walikuwa wanakuja wananichukua na wheelchair, wananipeleka church. Ninaenda ninaimba. Alafu ninarudi nyumbani. Nilikuwa naimba sana sababu ya pain ambayo nilikuwa napitia. I used to feel a lot of pain sababu nilishikwa na contractures, miguu ilishikana na kifua. So wakinyorosha mpaka nilikuwa na faint. Ile pain kitambo ipungua, I used to sing na ninaimba nikisema one day itakuwa sawa. Nilikuwa napenda kuimba sana ile song number 120.
ya nyimbo za Kristo. Mimi nasema msalaba wa Yesu. Nitakaa pale. Hiyo song ilikuwa inanipatia moyo sana. Can you maybe sing a little? Msalaba wa Yesu nikae karibu, pale pana chemchemi ya kuponywa dhambi, pale msalaba wake uoni sifa yangu kwa maisha yote. Wow. I used to sing that song. Yes. Ninasikia kuwa relieved. Yeah. Okay. And then the bill ya hospital, I guess it was so high for the 3 years and yeah. Ilikuwa mingi sana. Naam. Mpaka I think hiyo ndio ilifanya wazazi wangu wakahofia ya kwamba watauza hata shamba ndio waweze kunitoa hospitali. So pili ilikuwa high, ilikuwa juu sana. So wakati nilianza kupona nikaona daktari ananitoa kwa bed, ananiweka kwa wheelchair. Akaniambia utaenda nyumbani. Unajua nikiwa kwa kitanda, nilijua nikitoka nitatoka na miguu yangu nitembea kwenda nyumbani. So akiniweka kwa wheelchair sikuamini. Lakini alinifanyia counseling, akaniambia kwamba utakaa hapo mpaka nafsi zipone. Nafsi zina take time sana kupona. Ndio nikakaa, ndio nikakuja nikaanza kufeel. Sasa hizi nina feel like ninakanyaga, lakini sijapona vile. Na sijui sitapona lini. Lakini kitu yenye naweza sema nimepona. Siko kwa ile hali ambayo nilikuwa kitambo. Yeah. Ninaendelea na physiotherapy sai. Na nina hope that soon nitatembea. Wow. Yeah. What is there? Alafu kuna swali ambalo pengine hujanijibu. Ile bill ilikuwa mingi zaidi. How did you manage? Hiyo bill iliwefiwa. Waliwefu sababu walisema umekaa hapa sana, hakuna mtu wenu anakuja. Sasa hatutaendelea kukuweka hapa. Naam. Umekuwa at least unaweza enda nyumbani uende uimbe ufanye something. So nikienda nikitaka kwenda nyumbani, waliwave bill na wakanipea wheelchair. Naam. Nikatoka Imagine hospitali free of charge. Wow. Na wakanipatia wheelchair. Niende nikaanza kutembea nayo, nikienda kuimba. Nilikuja ikaseka at the same time nikapata msamaria mwema alikuwa anapita, akanipatia another one. Wow. So kitu yenye nimejua ni kwamba Mungu akikuweka kwa hali, yeye mwenyewe ushughulika. Naam. Sababu singe afford kununua wheelchair. Wheelchair inakuanga expensive sana. Singe afford kununua wheelchair, lakini Mungu amekuwa akituma watu. Naam. Wanakuja wananisaidia. Yaani huu muda wote nimekuwa mlemavu, mimi sijanunua na pesa zangu wheelchair. Na sijui hata ningeambiwa kama ningeweza kununua sababu sikuwa na do. Mungu anakuanga anashughulikia watu wake na amekuwa akinishughulikia. Wow. Alafu ukitoka hospitalini, uliniambia pale hospitalini ulikuwa na uwezo wa kuandika kama ni ile tu you just memorize the songs? Nilikuwa na kasimu kadogo hivi. Nilikuwa na record kwa voicemail. Wow. So hata saizi nina recording tu stanza kidogo na chorus. Wimbo ikinikujia nina record stanza na chorus na pia ninaandika chini. Nina memorize at least inakuwa hivyo. Yeah. Na wakati ulikuwa discharged, hakukuwa na mtu yote wa kunipokea. Naam. Hiyo sasa ndio ilikuwa mwanzo wa kulia kwangu. Sababu my brother alipigiwa simu kwenda nyumbani akaambiwa ya kwamba your sister amekuwa discharged. Nikuje, and then akaambia huyo mwenye alikuwa ananisaidia akamwambia
huu ni mzigo wako, wewe ndio ulimchukua, so shughulika naye. So kusikia mimi ni mzigo, sikuamini. Ndio nikakuja kuimba ile wimbo Kero Mondo Nyangire. Abasani wana wanyangire. Yaani hiyo wimbo nikiimba nililia, nikasema kila mtu, kumbe mtu anaweza kataliwa. Ilikuwa mbaya. Ilikuwa experience. Where did you go then after that, now that your parents or brother abandoned? Nilienda church. Mshiriki mmoja akajitolea nipeleke kwake. So nilienda kwake nikakaa kidogo. Na washiriki wakanichukulia nyumba, nikaishi kwa single room, wakaniletea bed. Before waniletea bed tulikuwa tunalala chini. Kidogo kidogo nikawa ninatoka kwa hiyo nyumba ninaenda ninaimba churches. Siku moja nilienda nikaimba church fulani. Iko pale Nakuru. Nikaimba sana na waliona that time, unajua sasa nimekuwa kama daktari. Wakati nilitoka hospitali wanipatia iodine. Iodine ni dawa fulani ya vidonda. Una dress na hiyo kidonda. Na gauze, wakanipatia gauze ni hizo vitambaa za white na strapping. So nilikuwa dress ma vidonda. So wakati nilikuwa naenda church, watu wanaona, wakafeel, wakanichangia pesa. Hizo pesa walinichangia. Nilikuwa nikuje kutoa song yangu ya ngapi? Ya pili. Ambapo nilikuwa nimeimba Ekerona ringe gotara asechinya getari kanyora waruaire waruarete mono. Hiyo ndio ilikuwanga songs ambazo nilikuwa ninaenda kurekodi huo wakati. So nikitoka Molo nikuje studio, nilikuwa narekodia kwa Kareptai. Nikakutana na mama mmoja akaniambia, alinisikia hapo katikati nilikuwa nimeenda Igesa. Nikawachiwa pale, alinisikia Igesa. Akaniambia naomba nikusaidie. Mimi nikamtrust. Nilikuwa naona tu kuna mtu anaweza lagai mtu ambaye ni mlemavu. So akachukua kipeti. Na hiyo kipeti ilikuwa na USB. Nilikuwa nimefanya programming ya nyimbo Safari mtu. Wimbo wenye ni Omo Sani haikuwa among the songs ambazo nilikuwa naenda kuimba. So hiyo wimbo ilikuja wakati mama alienda na hiyo kibeti. Na pesa na USB yenye nimeprogram hizo nyimbo. So ninapanda gari, sioni kipeti, huyo mama ashaenda. Nililia sana. Nikalia sana, nikauliza Mungu, ni kwa nini hizi vitu zinanifuata? Marafiki wananikataa, watu wananihangaisha. Nikafili uchungu mpaka nikapata hiyo wimbo ishakuja. Abasani banyangire kila mtu, nikapata tu nimeandika hiyo song. Saa kesho yake producer wangu akanipigia simu akaniambia, Daddy Asinyokonde aliniproduce hiyo song. Akaniambia kuja nifanye nini? Nikurecord. Wakati nilienda, sijui ni malaika walishuka kutoka mbinguni. Daddy Asina hiyo story ilimshika sana. Akaona ile hali ambayo nilikuwa kwayo. Akacheza ile song. Malaika wa mbinguni wakashuka, tukaimba. Hiyo song ilitoka vizuri na watu wengi wameipenda sana. So ule mama mlikutana tu humjui and then? Sikuwa namjua. Jomi watu wengi ndio wamenisaidia kunisukuma. So sikuwa namjua. Na ilikuwa aje hadi sasa akaenda? Like mlikuwa pamoja? Hatukuwa pamoja, ni mtu nilimkuza tu. Okay. Naam. And then so the songs zenye uliandika, okay, album yako ya kwanza iliendaje sasa? How did you go to the studio maybe? And hiyo song ya kwanza haiku hit venye ya pili ili hit. Ya kwanza tu nilikuanga naenda natoa testimony. Alafu ninaimba. Naam. So hii song ya pili wakati nilikuwa interview Degesa, watu wengi ndio walianza kujua hiyo song ya pili. Na nikawa ninaenda kwa platforms mingi zenye zilikuwa zinafanyika hapa Kisii. Huo mwaka itingi ndio ule wakati wa elections zilikuwa zinafanyika. 2012. Okay, 13. 2013. Sasa hiyo wimbo ningeenda
kama kina Raila wanakuja, yani ulikuanga na functions mingi. Nikienda ninapewa nafasi, ninaimba. Hiyo song ikaanza kutamba. Ikaanza kutamba hivyo. Ikajulikana. And then sijui nikuulize swali moja tu, ulikuwa unaenda kwa hizi hafla kubwa pengine Raila amekuja, au kupata ule upenyo pengine uwaeleze shida zako au viongozi pengine wanaweza kusaidia? Nilikuwa nikiwaelezea sana. Nilikuwa nikiwaeleza, nawaambia nataka kwenda hospitali. Mpaka hata kuna siku nimepatia His Excellency Uhuru, Honorable Uhuru. Nikampatia barua yangu, nikamwambia nafaa kwenda India for further treatment. And then I think ni mtu alikosa wa kufollow hiyo story, ama alienda kanini akasahau, so sijui. Hata nimekuwa nikiongea na governor, namwambia naenda hospitali, hata Raila mwenyewe. Namwambia nafaa niende nitibiwe ili nipone spinal cord. So sijui nini inapeningi wanasahau. Na sasa halafu sijawahi pata watu wa kunisaidia ili niweze kufanya hata ni fund drive fund poa ili iweze kunisaidia. But there's a time juzi wakati niliongea na wananchi, nikamwambia kwamba nilikuanga njaa. Sababu hii COVID sikuwa naenda kazi, nikaambia Prodeni Sonyamo. Nikamwambia kwamba niko down, sikuwa na chochote, akanisaidia. So nilienda operation moja. Niko supposed kwenda operation, nilikuwa na supposed kwenda operation 5, so nimeenda moja, simepaki 4. Yeah. India ama within? Kuna mecha sana nafaa nifanyiwe India. Ya spinal cord. Lakini hizo zingine ni za hip hop, mahali nilikuwa nakwambia nilalia vidonda sikawa mpaka sikaguza mifupa. Yeah. Okay. Wow, God is great. Amen. Alafu sasa kuna wimbo napenda sana. Omosani. Hiyo ndo umesema wimbo wako wa pili. Wa kwanza ulisema Omote. Ya pili ni Omosani. Ya tatu niko na sisi ni volumes mingi. Kuna mpaka yenye nimefanya na Anastasia Mkapa juzi. Hapo tutafika. Okay. Hapo ndo utaniambia mlikutanaje na yeye. Okay. Na sasa kwa hizi nyimbo zako zote zenye umeimba, hizi album zote, wimbo gani ambao umepokelewa vizuri tena zaidi? Omosani. Omosani imepokelewa vizuri, na hii yenye tumefanya na Anastasia. Hiyo nao naipenda sana. Na ilikuwaje mkakutana na Anastasia? Anastasia nilikuwa napenda nyimbo zake, na nilikuwa napenda wenye anaandika nyimbo. So siku moja nikaambia producer ningependa kufanya song na mwimbaji mkubwa. Akaniambia akona namba ya Anastasia. Tukampigia simu. Tukamueleza ni nani Molly, na Molly ajiwezi. So alikuja tu. Akakuja akanisaidia tukafanya ile wimbo. Na leo nimepokelewa vizuri sana, zaidi. Na tushaangalia the darkest side of your story. Na kwa maisha yako jinsi umeishi, kuna jambo ambalo limehappen kwa maisha yako yenyewe unasema Mungu thank you. Maybe unaweza share na sisi? Kitu kikubwa ambacho kimehappen ni kwamba ni kwamba Mungu ameniwezesha, at least nimetoka. Sasa silii venye nilikuwa nalia hapo zamani. Amenisaidia sana, amenibariki na watoto. Na amenisaidia na vitu mingi. Sasa nimekuwa nikiomba. Hiyo sitaki ku take it for granted. At least amenitoa, niko mahali. Okay. Pengine umesema watoto. Ukianza ulikuwa na mmoja. So pengine uko na familia, pengine bwana, watoto? Niko na familia ya watoto wangu. Mimi na watoto wangu. Okay. Unajaifikiria pengine weza oleka nini? Kuolewa ni story mbaya. Hiyo ni bad story. Kwako tu ama yani is generally bad story? Hiyo ni story mbaya. Na umewahi jaribu ama? Nilijaribu kuolewa. Haikuwaka. Ilikuwa mbaya. Before you ulipatikana na accident ama after?
Hivi juzi tu. Niliolewa juzi. Ai, lakini hiyo story mbaya. Are you free maybe tuelezee maybe in brief how it was ama na pia sitaki uko emotional. It's a sad story. I don't want to talk about it. Lakini I don't think kama wanaume wenye wanasema wanapenda walemavu wanawapenda kweli. Wengine maybe wanafikirianga ni malaika. Sisi ni malaika. Okay, kama mimi vile ninaimba, mtu anaweza niona aone mimi ni malaika nimeanguka kutoka mbinguni. Na ukiishi ndio anajua alikuwa mlemavu. So mimi ningependa kuambia wanaume wenye wanachezea feelings za watu ambao ni walemavu wajiadhari sana. Because Mungu anakuanga anafaitia watu kama hao sana. So sitaki kuongelea juu hiyo marriage tu. It's okay, naelewa. And sasa nikuulize maisha yako sasa hivi. Unajua COVID imeharibu mambo mengi zaidi. Hadi kwa uimbaji kila mtu tu ni kama busy go down, unajua ile kutembeza CD uwezi sasa hivi. How do you manage? Ulisema Brodeni Sonyama alikuja kidogo wakakuna wahisani pengine wakakusaidia kidogo. Na sasa hivi how do you manage? Sasa ni noma sana. Lakini sasa at least niko fair kidogo, si yuko kama wakati Dennis alinipata. At least sasa ninaweza fanya kabiashara, ninapata kitu. Okay, sasa uko sawa like hauna yale maumivu zaidi kama kitambo ama? Niko na maumivu, bado nahitaji kwenda hospitali. Naam. Lakini sometimes unajua inakuwa ukiomba sana inakuwa mbaya pia. Lakini okay, nilikwambia nilienda nikafanywa operation na operation zingine zinahitajika. Naam. Na okay. Ni sawa. Okay, mimi ningesema ya kwamba Mungu akikuja kufungua njia nitapata matibabu full. Hata mimi utamani nitembee. Nifanye kama vile watu wengine wanafanya. Uwezo unapungua. Ninaelewa ni mambo ya corona ya COVID, kila mtu ameumia. So ninaogopa kuomba pesa, lakini nahitaji pesa. Nienda nitibiwe. Nipone. Kama sasa miguu fura, sometimes dawa. Ninatumianga madawa. There are some of people wenye wananisaidia sometimes. Okay. Unaweza wataja kidogo pengine? Sana kwa msichana anaitwa David. Na Flora. Wamekuwa wakinisaidia. Napata madawa na hata nikienda hospitali kama juzi nilishikwa na COVID. David alisimama na mimi sana. Ninashindwa kwenda kuuza songs. Sema kama masoko hivi so senda uza sababu immune system yangu iko chini. So hivyo ndivyo nilijaribu siku nyingine ndio nikapata nimegonjeka hiyo ugonjwa ya COVID. So ninashindwa kujihadharisha as in siwezi enda kufanya biashara sana kwa watu wengi na siwezi enda kuimba vile nilikuwa naenda kuimba kwa mikutano kubwa kama sababu mikutano ishafungwa. So most of the time nikungangana tu. Nikungangana. Na watu wengi waamini ya kwamba niko sawa. Unaona kama juzi nimeapply Equity walikuwa na wings to fly. Kijana wangu alipita alikuwa na max 408. Wow. Lakini watu wanaamini ya kwamba ninaimba. Ninaimbia president. Ninaimbia Kinongwai. Mpaka watu wananiambia Muliwa ni mtu unajulikana sana. Wanashumu ya kwamba niko na
niko na pesa, lakini pesa mimi upata natumia kwa madawa, ninaenda hospitali, bills ninalipa. So inakuwa ngumu kuconvince mtu ya kwamba unahitaji pesa. Yeah. Sure. Lakini ninaamini ya kwamba Mungu atasimamisha hili janga la corona ili kila kitu iendelee venye ilikuwa sawa. Niende niimbe, nipate pesa. Na sasa hivi ulisema kuna biashara ufanya, na hii hali yako sijui biashara gani unaoifanya? Ninauza mananasi. Yeah. Unaenda sokoni ama watu naenda sokoni, watu wanastoanga Uganda, naenda nachukua ninauza. Yeah. Okay. Na pengine nikuulize kuhusu kijana wako. Ni kijana, ni mvulana? Ni kijana. Kwa hivyo sasa kumeendaje sasa? Sasa hii ni kubaya tu. Sasa hakuna mtu mwenye sasa sijui dunia inakaaje. Ningetaka mtoto asome, ningetaka asome sana. Lakini ndangangana tu ndio amesoma. Alitoa shule gani? Alitoka Boys. Yeah. Sasa hao watu wenye nilikuwa nafikiria watamsaidia. Nilienda mpaka nikawaomba tu kabisa, nikawaambia ninaweza produce even medical documents. Ngone ya kwamba niko under medication, I can't afford to raise some money. Niwe namlipia na nalipiwa mdogo. Lakini nikaona walisema ninajulikana. Najulikana na rais. Ati nishaimuimbia. Hiyo ni platform inakujanga mara moja kama wakati wa Mashujaa. Ilikuwa ni bahati tu. Ilikuwa ni bahati nikaenda nikaimba. Lakini Mungu ataniwezesha. Amini Mungu. Nasha join sasa. Bado anaenda kesho na sina pesa. Na kesho ndo shule nyingi zinaenda kesho. So plani gani? Nilikuwa nataka niende shule niongee na mwalimu kama anaweza mruhusu aendelee kusoma nikitafuta. Yeah. Okay. Niongee naye, nimwambie tafadhali na kuomba umkubalie mtoto wangu aingie shuleni. Nitatafuta pesa. Yeah. Lakini kitu yenye ilinishangaza, kitu yenye mpaka sasa inanipatia stress ni ya kwamba watu wanaamini ya kwamba mlemavu anaweza. So I thought mtu anaweza ona huruma nisaidie. Lakini watu wengine wakaenda wakaniulia. Kuna mama mmoja alienda akawaambia kwa mama anajiweza. Ni sawa tu. God is there. Yeah. Sawa. Sasa all of a sudden nimepanga tu ya kwamba mtoto anaenda, wakanipigia simu ati ilikuwa cancelled. How? Ati ilikuwa cancelled hivyo tu. But ni sawa. Ya dunia. Yeah. Pengine baadaye utatoa namba yako, natumai kuna naye tutazama mwenye ataguswa na roho, pengine anaweza kukutumia kitu, pengine anaweza nunua socks, anaweza nunua hata sweater, you know. And then maybe wanasema kwamba kuna njia, God always makes a way. Ningeomba watu wanisupport, ningependa nipone, niendelee na kazi yangu yenye nilikuwa nafanya. Namba yangu ya simu inakuanga 07 24 52 60 36. Yeah. 07 24 52 60 36. Okay. Hiyo ndio namba yangu. Tafadhali ninaomba tu ikiwezekana kama unaweza nisukuma hata na madawa, ama hata mtoto umununulie shopping, itakuwa ni sawa. Nitashukuru sana. Okay. Yeah. Pengine kuna ile ambayo tujongelea kidogo. Kuhusiana na muziki wako. Kuna tushaona mengi yamekuwa, kuna muziki wako umepokelewa vizuri zaidi. Kuna umefanya na Anastasia ukapokelewa vyema zaidi. Yeah. What is your next step? Nilikuwa nataka niimbe muziki ambao ni quality, muziki mzuri, niwe pale kwa ile level ambayo ni ya kina Anastasia na wengine. So nilikuwa nataka nifanye collab na Mata Mwaipacha.
Lakini collab inakuanga pia ni pesa, ni gharama. So natasamia ya kwamba nikipata pesa nitafanya naye. Msha kuwa na maongezi kidogo wajua kuwafikia wakati mwingine. Tumeongea tunaweza fanya. Yeah. Okay. Kuna hana shida. Kuna wimbo mwingine ambao uko pengine jikoni sasa hivi unaendelea? Nyimbo nyingi ziko jikoni, tumefanya collab na Mwaniki na Denompole. Hizo ndizo nyimbo sasa hizi nataka kulirelease kwanza ndio niende kwa step nyingine. Okay. Yeah. Wow. Sasa video ndio sijafanya. Tushaimba audio, video bado. Okay. Yeah. And kuna ugumu wote ukifanya video na audio ama hiyo uko sote? Kuna ugumu. Nimekosa hiyo pesa ya fisio. Ningekuwa nishaitoa kitambo by the way. Tumefanya about 4 months now. Ningekuwa nishaitoa video. Lakini sasa hiyo unaona hiyo heka ya mashule nini? Unachanganyikiwa kiasi, pesa zinapotea. Yeah. Okay. Ningeomba kama kuna muhisani mwenye anayesafiri ya kwamba anataka kusupport talent yangu. Karibu sana uweze kunisaidia. Ili niweze kueneza injili. Yeah. Vile vile kuna hao waimbaji wadogo chipukizi wenye wanaanza. Pengine kuna yule anatamani sana ningefanya collab na Moli. Ningeona upako wa Mungu. Do you accept maybe the collabs from the upcoming artists? Yeah. Nina accept sababu ninapenda sana wale wanya wako chini pia wainuke. Naam. So far kuna watu kama 3 wenye wameniuliza tufanye nao. Naambia watafute pesa ili tufanye. So wanaendelea. Okay. How much do you charge? Okay, I will not charge much. Maybe kama sasa anataka video na audio, maybe agharamie kutembea kwangu mpaka huko. So lazima nitumie gari, mafuta nini na mafazi maybe. Ndio tuweza kufanya video. Hivyo tunaambia mtu nipatie 50,000 ndio tufanye pamoja. Hapana. Okay. Nilipewa bure na mimi nitapeana bure. Amen. Though mimi nina spend. Nina spend ndio niweza kufika press. Yeah. Unataka kufika. And then kuna wale waimbaji umesema na Sasha, kuna mwaipaja, kuna waimbaji yupi tena pengine ungefanya ungekubali ama ungependelea sana kufanya collab naye? Ningependa kuimba na Mary Ominde. Okay. Yule mwenye anakwanga kipofu. Yeah, sure. Yeah. Na hapa Kisii? Hapa Kisii tumefanya collab na Feni Kerubo. Yeah. Alafu ni mwimbaji yupi hapa Kisii ambaye unaona pengine anafanya kazi nzuri zaidi hapa? Pengine waimbaji 2 3 nyewe sema nyewe wanajituma zaidi. Juu unajua mambo ya uimbaji pia ni kujituma wakati mwingine. Dennis Onyamo. Anasaidia sana. Anainua vipawa sana like mimi. Amenisaidia kweli. Ako na roho safi. Roho ambayo imepeanwa na Mungu. Amen. Na kuna mama ambaye nilikuwa nampenda sana pia sasa nampenda, hata nikigonjeka anakuja, Mary Kerubo. Mary Kerubo ni mwimbaji ambaye amenyenyekea. Ni mtu ambaye nikienda nimwambie shida zangu ananisikiza. Na mtu mwingine Rida Nyairabo na Biyaki Rosemary. Hao ndio artist ni support sana. Hata wakati mwingine nikiwa nimelazwa pale Mama Lucy Hospital, walichangamka sana. Wakakuja wakanisaidia, wao ndio walilipa pili, walinipeleka maskani manini. So ni watu wa maana kwa maisha yangu. Okay. Na waimbaji wengi sitaki kupagua niseme huyu ni mbaya huyu mzuri. Wamekuwa wakinisaidia. Yeah. Na tunamalizia pengine nikuulize kuna ile chama ya wanamuziki kutoka hapa Kisii. Sijui kama uko kwa hiyo chama. Niko kwayo.
Na hiyo chama haina ile tuseme ni welfare ya kuangaliana pengine mwenye ako na shida mnashughulikiana? Hawajakuwa nayo. Unajua ubaya wa waimbaji wengi ni hawataki kuongozwa, wanataka kila mtu anataka kujua. Yaani hakuna mtu anataka kuwa chini ya mwingine amuongoze. Kisii tumekuwa na hiyo shida. Wakikuyu wako mbali. Naam. Wakikuyu wanasaidiana, like unapata kama wako na chama, wakiwa na chama tuseme ni launch uko nayo. Naam. Wakuletee pesa kwa hiyo siku yenye umeweka chama. Hiyo pesa inaweza kusongeza zaidi. Naam. So hawajai kuja pamoja, sio ni shetani anawafuruga sana. Wakuje pamoja ili waweze kuwa na kitu kama hiyo. Hiyo kitu inaweza wasaidia sana. Kumalizia tu, kuna lile jambo ungepata, unajua kuna ile mtu anafili kwamba ningepata uwezo wa kuongelesha Wakenya wote ama watu wote nchi nzima ama dunia mzima, ningewaambia tafadhali tufanye hivi. Kuna ile jambo ambalo wewe ukugusa zaidi, pengine ungetaka kulitoa na pengine hauna ule uwezo wa kulitoa, na pengine unaweza taka kutoa kwa nyimbo zako, lakini bado unajua kwa nyimbo hizi toka solidly venye inastahili kutoka. Pengine kuna kitu imekuwa ikinisumbua sana. Kuna watu ambao wameumia kama mimi. Wengi wananipigia simu sababu wananisikia kwa radio mahali. Wamekuwa wakinipigia simu wakilia. Kama jana kuna mama amenipigia simu. Ananiambia Muli sina hata pambas. Huyo ni mama alianguka kutoka kwa ghorofa akakuwa mlemavu. Yaani mimi utamani sana niwasaidie, lakini unapata uwezo ni mchache. So ningependa kuambia wale watu ambao wako vizuri na wako na pesa, wanaweza kisaidia watu kama hao ambao watu ambao ni walemavu. Wamesaulika sana. Hata pesa mimi kama mimi tangu niingio chama ya people living with disability. Sijaona ile pesa yenye hata government inasemanga ati wanapewa walemavu. Sijaiona. Lakini wengi wao tena wako na talent. So unapata kuna wengi wanashona, wengine wanashona zile beads, wanatengeneza vikabu, wanatengeneza nini. Hakuna mtu mwenye anaweza enda amwambie kama uko na talent acha nikusupport uendelee nayo. Inakuwa ni ngumu. So ningependa kuomba na ni hombi langu limekuwa la muda sana. Nikiomba ya kwamba watu ambao wanaishi na ulemavu waangaliwe. Tafadhali waangaliwe na wasaidiwe na tupatiwe opportunities. Tupatiwe opportunity, tunajiamini tunaweza tekeleza. Kutokana kwa hiyo pengine nikuulize, umesema hujawahi pata msaada wote pengine kutoka kwa serikali ya watu walemavu. Unajua mbinu zinazotumika ili wengine kubenefit kutokana na msaada ule wa serikali? Watu ambao wako Nairobi, watu wako mahali pengine pote wanasaidika sana, lakini hapa Kisii mimi naona kuna ugumu. Ni kama mimi ninaendanga ninawaambia aje, kama there is time tulikuwa tuna apply salon kits, yani ile kitu yenye unaweza fanya una apply ziletu. So unapata mtu anakukataza anakuambia we ama msaada inakuja kwa wale watu wenye wamelemaa kabisa. Na watu wenye wamelemaa kabisa wako. Unapata mtu mwenye ameumia kidole anapata msaada na mtu mwingine mwenye ameumia kabisa afanye nini? Apati. Kwa hivyo kuna a lot of corruption kwa huo upande. So ningeambia our Hepo Governor Ongwae na hata wale watu ambao kwa idara mbalimbali za kudili na watu wenye ni walemavu, tafadhali angalia kwa hilo jambo ili uweze kufanya jambo watu ambao wameumia wapate msaada. Naam, natumai pengine tumalizie, lakini kuna jambo pengine nitauliza tafadhali. Tunajua kwamba katika muziki, hasa katika sanaa ya muziki, kuna kuaga na chuki. Hii hatufichi, sio? Unapata mwimbaji fulani yani anakuchukia yako yote. Wengine tumeona wakipeana sumu pengine poisoning one another. Jambo kama hilo limewahi kufanyikia? Manake umetamba sana, ushatamba sana. Mimi upiwa, lakini na Mungu ananishikilia sana. Sometimes kitu yenye inanisaidia, ukiona mtu anajifanya mwerefu na mpa macho. Ama akikutukana, mimi hata wengine wananitukana, wananiambia unalinga, si unafanya nini, ati umefika wapi, lakini mimi unyamaza. Sababu mimi kitu yenye ninajua si kuja kuimba nifanye competition na wao.
So mtu mwenye ako vizuri hapa anapiga kombe mtu mwenye ni mlemavu, unaona ako na kasoro. Na hiyo chuki mimi haiko kwangu. So yeye akiwa na chuki kwangu, hivyo hata yeye kibali chake anaweza nyimwa kibali na Mwenyezi Mungu. Kwa maana tumeitwa kwa hii field tuweze kumfanyia Mungu kazi. Sioni haja ya kuchukiana. Sioni haja ya kuchukiana, sioni haja ya kujifanya uko vizuri, unasemba vizuri kuliko mwingine, hapana. Hiyo kitu hata ndio imenisaidia sana, sababu mimi huwa sikompiti na mtu yoyote. Sababu hii huduma nilikwambia nikiwa hospitali, ndio maana ndio wakati niliomba Mungu anipe second chance niweza kufanya nini, kumuimbia Mungu. Mimi huifanya kutoka ndani yangu, kwa moyo wangu wote na kwa roho yangu yote ninamtumikia Mungu. Na hata ninaombanga Mungu sana, Mungu unisaidie nisiimbe nipotee milele, niimbe mpaka mbinguni. So wale ambao wako na wifu na kupigana, unajua hii industry ni kubwa, si hii ministry, mimi ninaita ministry sio industry. Ministry ni kubwa na kila mtu ameitwa kivyake. So kuna wengine wamekuja waimbe ili wapate kitu kutoka hapo. Hao ndio watu wanaweza kupiga wewe yule mwenye uliitwa na Mungu. So hizo changamoto zinakuanga, tunasikubali. Kuna kutokana na hiyo, kuna ile siku ya mashujaa. Pengine ileta utengano sana, wengine mnaitwa Abanyankongo, wengine wakatengwa. Kwa hiyo sijui wewe ilikufanyikia kuna hata ilikuwa ni ngumu, ilikuwa tu ni wanachagua watu wenye wanaweza imba, wako na walikuwa wanaangalia live performance yako, unaweza perform aje kama uko na confidence. Na pia walikuwa wanakuwekea kama ni wimbo wako wenye umeimba, wanakuchangia keys. So ukiama na hizo keys wanakufanya nini, wanakuchagua. So kuna wengine walienda wakafeli, kama ulikuwa unaimba sauti ya chini, wakikupandishia ukishindwa wanakudisqualify. So si ati ni kitu tulikuwa sisi tulichichagua, tukaenda tukasema wacha sisi tuchichague. Lakini ingekuwa ni mwanadamu ama ni mtu tu angetuchagua, kama mimi singechaguliwa. Singechaguliwa juu ninaona msukumano sana. Mungu ni mwaminifu. Ni vizuri. Pengine kuna wale ambao wanaanza kuimba, ushafika pale, hujafika najua, lakini kuna mahali umefika, sijui utawaambia nini wao? Wale wenye wanaanza kuimba saa hii, msimbe kwa sababu ya kutafuta pesa. Imba kutoka ndani yako. Ukiimba kutoka ndani yako unaweza enda mbali. Lakini ukiimba ukitafuta pesa unaweza kuwa disappointed. Okay. And then sasa kuna wale vile ambao wako na shida kama wewe, pengine ni walemavu, wameumia, wamepata ajali, pengine wametamauka mioyo. Tuambie nini? Nataka kuwatia moyo ya kwamba kila kitu ambacho kina happen in this life inakuanga na sababu. Kama mimi nisingeumia leo hii singekuwa mwimbaji. So mimi sometimes inafikanga ninashukuru Mungu, kwa maana mahali nimefika singefika kama ningekuwa vizuri. So kuna vitu zenye happen in this life zenye zinatufunza kitu. So kama wewe ni mlemavu pale nje, ni mtu ambaye unaishi na ulemavu, ninakuomba ya kwamba usijichukie, uchipende. Kitu ya kwanza, ukijipenda unaweza tekeleza mambo mengi, na ukiamini ya kwamba unaweza. Na vizuri zaidi. Pengine jambo lako la mwisho kutokana na hali yako, kwa mtazamaji amefuatilia haya yote, ukiangalia kamera yako, ambie jambo lako la mwisho, na vile vile utarudia namba yako pengine ya simu. Kuna yule muhisani ambaye pengine angetaka kukusaidia kwa njia yote ile. Jambo langu la mwisho ni mnisaidie kwa upande wa YouTube channel yangu, iko chini ipande. Tafadhali ingia pale, view my songs, uangalie, msubscribe, mshare na marafiki. Majina yangu ni Monica Mto, ndio utaipata pale. Na pia ukiona kama kuna mtu ako na talent ama ukisikia unaweza saidia, tafadhali saidia. Namba yangu ya simu ni 0724 52 60 36. 0724 52 60 36 ndio namba yangu ya simu. Tafadhali nipigie, unaweza niandikie uniambie kama nimeimba vibaya, mimi upenda kurekebisho.
nitarekebishika nifanye kazi jinsi inavyotakikana. Na pia tafadhali usingoje wakati nimekufa ndio uweze kusema ya kwamba ulinijua nilikuwa mwimbaji mzuri ndio uanze kutuma pesa ya kwamba sitakuja kunisaidia. Sasa nikiwa hai na nataka msaada wako. Na kwa wale ambao mmekuwa mkisimama pamoja nami, nawashukuru sana. Mungu awabariki, awasidizie. Mungu asije akawacha mkapungukiwa mnapotoka malangoni kwenda kutafuta. Mungu abariki kazi ya mikono yenu, na mnaporudi nyumbani pia asiwaache, awabariki. Asante. Na kwenye maybe tunaitaje social media, kwa Facebook pale watakupataje? Yani kwa Facebook ni fan page yangu bado naitwa Molly. Molly Kemto. Naam. Na TikTok na kila mahali utanipata tu ninaitwa Molly Kemto. Okay. Kwa Facebook pia Molly Kemto. Wow. Yeah. Namba yangu pia unaweza ni chat WhatsApp. Okay. Yeah. Thank you so much. Asante sana kwa kutukaribisha huko. Thank you. Tumeshukuru zaidi. Nashukuru pia. Mpenzi mtazamaji, ndo hayo ndo simulizi tulikuwa nakuletea leo katika Kabla Watambe. Pengine tukutane wakati mwingine katika simulizi lingine. Nite Edwin Mukaya.